Na mtazamaji wa Center Zone Plus TV, bwana, ni wakati mzuri ambao tumepata nafasi ya kukutana tena, na kubwa zaidi leo nimepata nafasi ya kutembelewa na mgeni ambaye atajitambulisha mwenyewe. Mimi sitaki kusema mambo mengi sana, atakuja kujitambulisha mwenyewe anaitwa nani, lakini tunahitaji kufahamu vitu vingi sana kutoka kwake, na ndio maana tunatamani kumfahamu, lakini pia tunatamani kufahamu vitu vingi sana kutoka kwake. Mimi naitwa Bahati, nikusi popote pale ambapo unatufuatilia kupitia ulimwengu wa mitandao, kupitia pale YouTube, ukiandika Center Zone Plus TV utakuwa unatupata vyema, lakini pia pale Instagram ukiandika Center Zone Plus TV utatupata vyema, lakini pia usisahau kushare, kulike, kucomment, utakuwa umefanya jambo jema kabisa. Mambo vipi kaka? Safi kwema kabisa. Bado mzima. Okay, mimi niko poa kabisa. Na furahi kufika ofisini kwenu. Karibu sana. Asante sana. Okay, mtazamaji wetu anatamani kukufahamu pengine mgeni wa leo ni nani? Kwa majina tuseme labda kuna majina kwenye NIDA na kuna majina kwenye Bland. Okay. Tuanze na kwenye NIDA. Majina kwenye NIDA ninaitwa Thomas Mpalazi Shija. Okay. Ni mwenyeji wa Manyara. Napatikana Manyara. Okay, pale Manyara ndo nyumbani kabisa. Ndo nyumbani kwangu mimi. Lakini asili ni Nzega, ndo nyumbani. Maana sasa hivi makazi yako Manyara. Yes. Okay. Kwa jina ambalo linafahamika sana kwa wengi ninaitwa MC Shija. Naitwa MC Shija. MC Shija. Okay, nafikiri tuanzie hapo kwenye UMC. Nafikiri ndio dhana kamili, naweza kusema hivyo. Harakati zako za QMC zilianza lini? Tuanzie hapo. Harakati za ushereheshaji kwangu mimi zimeanza, nafikiri kwanza kuziona kabisa mtu anakuambia hiki unakiweza, nafikiri ni kuanzia toka 2011. Lakini nyuma huko nilikuwa nikifanya tu, ni kama mtu ambaye unafanya vitu ambavyo ni vya kanisani, huyu anaweza bana, anaweza kutufanyia kitu fulani, unafanya. Lakini angalau kuanzia 2011 kipindi niko chuo ndo angalau watu wakawa wananiambia unaweza kufanya kitu ambacho kinaweza kikawa hivi. Basi nikajitahidi kukifuatilia, lakini kwa wakati ule nilikuwa ni mtu ambaye nafanya tu kwa sababu ninapenda, ni mtu ambaye ninapenda kuinteract na watu. Lakini sio kuinteract tu na watu, ni mtu ambaye ninapenda, ninakuwa charming. Kwa hiyo watu wanaona ni kama ni sehemu ya hamna shida, utafanikisha. Pengine labda kuna mtu ambaye alikwambia kwamba una kitu kama hiki, ama una character za kuwa labda MC au mshereheshaji? Niseme mtu wa kwanza kabisa kuniambia, Mungu amlaze mahala pema peponi, ni principal wetu marehemu ndugu Peter Kusuibwa. Yes. Alitamka neno, aliniambia, lakini kuna vitu naviona unavyokuwa kanisani na tukiwa na event ambazo zinahusisha chuo hapa. Kuna kitu nakiona ni kizuri, unaweza kukifuatilia, ni kizuri zaidi. Una uwezo wa kuwa mshereheshaji. Kwa sababu nafikiri aliliona hili kwenye zile harakati tu labda za unapewa event labda joint mercy ya vio kadhaa, wanajumuika pale, unapewa jukumu la kuongoza ibada. The way utakapoiendesha ibada, kuna siku alikuwepo amehudhuria, ndo baada ya ibada akaniita akaniambia, sio tu kuongoza ibada, kuna kitu nakiona unaweza kukifanya kikawa kizuri zaidi. Okay. Nikamwambia basi sawa, mimi nitajitahidi kukifanyia kazi. Sikuwa serious sana insachi kwa kipindi hicho, lakini nikaendelea kukifanya. Ikipatikana sherehe za kanisani pale, unapewa, unaongoza hivyo. Kwa kupitia maneno ya principal yalikuinspire kuwa mshereheshaji kabisa. Okay. Kabisa yani. Nikaamua kulifanyia kazi sasa, kwamba hapa ngoja nijaribu kufanya. Nimetoka chuoni, nilivyokuja huku uraiani baada ya chuo tukawa tunafanya pia. Ikipatikana kazi watu wanasema tafuteni fulani atafanya kazi. Lakini kwa kipindi kile sikuweza kujua kwamba niko kwenye upande gani, ninafanya kama official ama ninafanya tu kwa sababu nina interest. Yes. Kwa hiyo nikaendelea kufanya, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, unavyozidi kuinteract na watu wanakushauri kwamba ungeongeza hiki, ungefanya hiki katika kuboresha. Yani kwenye ule mchakato wa ukuaji ule unaendelea kukua, watu wanaendelea kukuongezea vitu vya kuvifanya. Okay. Katika harakati zako labda umewahi kukutana na mambo gani magumu hasa? Mambo gani magumu kwenye tasnia yetu ya ushereheshaji? Wakati ninaanza ile, sasa nimeshasema sasa hivi na sticky. Sasa hivi kwamba nifanye as a professional. Yes. Mtu anakuambia
si kuongea tu pale mbele. Kama ni rahisi. Ni rahisi tu kuongea tu pale mbele. Anatakiwa apewe hiyo hela. Hamna bana. Atafuta hata mtu mwingine. Yaani kwenda tu kuongea tu pale mbele. Atatafuta hata mtu mwingine. Yaani kwa mtu ambaye unasema sasa hivi ni wakati wa mimi kwamba nina stick kwamba niifanye kama professional hii kazi. Niifanye kwa misingi ambayo inatakikana kwamba watu wanatamani waione kama watu wengine. Wakufananisha na watu wengine wenye brandi kubwa na nini. Afu mtu ananyuka anakuambia kuongea tu inachosha. Yaani unaweza ni mara 100 mtu upigwe kuliko kuambiwa vile kwenye kuongea tu. Kwa mtu unaona hii kitu ninachokifanya ni yani ni useless kiasi. Kama ni simple sana. Yani ni simple kiasi hiki. Lakini kwa sababu unakuwa unakipenda nikasema anyway hamna shida, wacha tuendelee. Tukafanya, lakini unafanya umeumia, yani unaendelea kufanya lakini unakuwa umeumia. Kuongea tu. Ni kwamba kuna baadhi ya watu wanachukulia hii kazi ya usherishaji ni kama kazi ya tuseme sio kazi tuchukulie. Unaona kama labda ni kitu tu cha kawaida mtu yoyote anaweza akakifanya. Lakini je, ukweli ni kwamba yeyote anaweza kufanya ama anaweza kuwa MC? Binafsi nasema ni pengine naweza nikasema ndio, lakini ukisema tuende zaidi tuangalie kwamba zile sifa za kuwa MC ni kwa sehemu unatakiwa na kipaji hicho. Kwa sababu unaweza ukasema kwamba kila mtu anaweza kufanya. Tukasema wewe leo bahati tukupe nafasi wewe mshereheshaji. Kuna vitu tu, yani kuna viatu fulani ukivivaa vitapwaya. Kwa sababu utakuwa ni MC ambaye yani MC wa kupika yule, MC wa kupika yani wa mchongo. Mchongo. Kuna vitu tu utapwaya. Lakini kikiwa ni kitu ambacho ni karama. Yani kinatoka ndani. Kuna vitu ambavyo vinakuja ukiwa kwenye stage. Mwingine anakuuliza hiki ulikifanyia mazoezi? Hamna, mwenyewe hujui kwamba hiki kimetoka wapi, lakini kinakuwa kina viria hivyo. Lakini kama hauna hiyo karama, kuna muda inafikia kipindi unastaki. Yaani unastaki kabisa. Kwa hiyo sidhani kama naweza kukubaliana kwamba ati ushereheshaji kama ni mtu yote anaweza kuwa. Huenda tungekuwa wengi zaidi. Pamoja na kuwa tuko wengi lakini huenda tungekuwa wengi zaidi. Kwa mimi kwamba unatuambia kwamba kuwa mshereheshaji ama kuwa MC ni kipaji automatic. Ni kipaji. Ni kipaji kwa sababu ukiangalia kuna watu ambao unaweza ukaona yani kitu kama sio kipaji. Unaona wewe sasa hivi the way unavyofanya interview zako na mimi ukinipa kufanya interview zangu hata ukiziona interview zangu mara nyingi mtu atakwambia wewe habari ya utangazaji wewe hauwezi bana. Kuna vitu fulani unapaya, umeona? Kwa hiyo kuna vitu watu wanaviona kutoka kwetu. The way unavyofanya watu wanaona. Wewe unapofanya watu wanaona kwamba huyu ana kitu kizuri kwa sababu kuna kitu mtu anakuwa anakipata. Wewe unaposherehesha pale watu kuna kitu wao wanakipata. Tunaona ma-MC wengi hapa Tanzania ambao tayari wana majina. Unajua ukizungumza Tanzania ma-MC ambao wana majina hatuwezi kumwacha Garabii. Wako wengi. Vipi hautamani hata siku moja kushirikiana ama itokee event moja ukashirikiana ma-MC hawa wakubwa hapa Tanzania? Nafikiri hata kesho ikipatikana nafasi ni nzuri zaidi kwa sababu bado still tuna vitu vya kujifunza. Ukizungumza MC Shija bado nina vitu vingi mbeleni vya kuendelea kujifunza kupitia hao watu ambao tumejaribu kuwatolea mfano. Wako wengi ambao ninajifunza kupitia kwao. Wako wengi lakini nikipata fursa ya kufanya nao kazi yani ni more brace kwangu. Unadhani kwamba ukiwa karibu nao utakuwa ama utafuata njia yao? Hata watu wanazungumza kwamba muda mwingine unapokuwa karibu na mwalimu maana yake utafuata nyendo za mwalimu ama unaweza kujikuta unapita mule alimu kuwa mwalimu. Lakini je, kwa upande wako unatamani iwe hivyo ama unataka kutengeneza ile uniqueness yako peke yako? Kiukweli ninatamani kujifunza kupitia wao lakini ninatamani sana kumuona MC Shija kama MC Shija. Ninatamani kuwa na njia ambayo inanieleza mimi kama MC Shija. Mimi kama mimi. Kwa sababu tunaamini kwenye ushereheshaji ukimchukua Garabii labda tuseme ukimchukua Garabii ukamchukua na Nsena ni MC wakubwa. Lakini ukija kaangalia njia za Nsena na njia za Garabii ni tofauti lakini ni MC wakubwa. Kwa hiyo yani binafsi mimi nikizungumza kama mimi nikipata nafasi ya kuwa nao
sisemi nitatembea mule wala tembelea wao, lakini kuna vitu ambavyo nitajifunza kwamba sana ni ile miiko, unatakiwa behave vipi na nini. Lakini tukisharudi kwenye swala la ushereheshaji, natamani kuwa MC Shija kama MC Shija. Nikuwe niende mwenyewe, nitengeneze njia ambayo kila mmoja atasema MC Shija ni huyo. Okay. Yani natamani kuona ule yani ushija kama Shija, ni uone kwamba ile uniqueness ya mimi ionekane. Sio kwamba nipita kwa sababu nimekuwa karibu na watu fulani basi una copy na kupaste ule hapa. Okay. Mpaka hivi sasa pengine umewahi kushiriki labda matukio mangapi ama sherehe ngapi ambazo unajua kabisa hizi zimekutengenezea uzoefu? Kwa sasa nina sherehe nyingi, naweza nikasema ni nyingi ambazo nimepata nafasi ya kuzifanya. Ambazo naweza nikasema ni sherehe ambazo zinakuwa na watu tunazungumzia ni watu wengi, ile capacity ya watu kwamba labda tuseme lile hall kuchukua watu wengi kiasi fulani. Na tunasema ile ni namna gani kazi yani shughuli inakuwa ni very sensitive. Yes. Ni za kutosha. Even ukipita kwenye page yangu kuna sherehe zipo nyingi ambazo nimeziweka kwenye page yangu. Kwa kusema kama shughuli ambazo nimefanya ni kubwa na nini nyingi. Mungu ni mwema, ninamshukuru kwa kweli. Ninapata fursa ya kufanya event mbalimbali. Nimepata nafasi ya kufanya event Zanzibar, nje ya mkoa wa Manyara nimefanya nyingi tu, lakini hivyo sipo. Mwanzo nikuuliza changamoto ukahitaji kwamba ile kwa mtu anachukulia poa. Hamna changamoto nyingine yoyote ambayo unaona kabisa unapokuwa kazini, hasa kwenye kazi yako ya ushereheshaji ni changamoto pia? Changamoto nyingine ni pamoja na kwa sisi ambao ni tunachipukia. Yes. Kuna namna kuna vitu unakuwa unapaya. Lakini tunapomzungumzia MC Shija ni mtu ambaye ana mahusiano pengine na familia, ama ni mtu ambaye bado yuko single? Kwa kweli yani ukizungumza mimi moja ya sifa ambayo watu wanapenda tufanye hivi, lakini kufanya hivi ni baba wa watoto watatu. Okay. Baba wa watoto watatu, ni baba mwenye familia. Familia yangu kama nilivyosema iko Manyara. Kwa ni mtu ambaye nina familia. Okay. Kwa struggle zangu wakati naendelea kufanya ni moja kabisa, kuna watu wanapambania. Kuna watu nina vijana kwa ni mtu ambaye nina familia. Okay. Okay, najua tayari una familia. Haikupi changamoto wakati wa kazi pengine? Unajua kuna watu wakorofi sana kwenye masherehe, unajua. Unajua kuna dada wao wanavaga vizuri kweli. Kwenye sherehe hizi mpaka mmoja kiangalia unasema yes hawa. Haikupi changamoto hii? Na hajawahi kutokea kitu kama hiki kikakupa changamoto? Niseme ya kazi zetu. Ni sawa na kusema kama mtu ni daktari alafu umwambie kwamba haogopi kufanya upasuaji. Huwezi kuogopa. Ni ngumu sana kuniambia kwamba inakuwa ni changamoto kwangu. Hamna. Yani ninamchukulia ni mteja kwa wakati ule. Yani namna ambavyo anakuja ndio vile ambavyo natakiwa umpokee. Kwa sababu unachoangalia sana upo kazini. Upo kazini. Na uzuri wa changamoto kama ile huenda wenzetu wanaiona kama changamoto wala ambao sio washereheshaji, lakini binafsi yangu mimi wasione kama changamoto, kwa sababu tukishatoka ukumbini pale yani ndio imeisha, yani tumeshamaliza. Kuna ile contact ni kubadilishana mawasiliano na hamna shida. Na sisi kwa habari ya contact hamna shida. Mtu yote tutakeza kazi. Sisi tunajua hiyo ni kazi. Mtu kwa booking huwa hazianzi tu, zinaanza yani kazi moja unavyoifanya inatengeneza booking ya kazi nyingine. Kuna mwingine yupo mule ndani ni single tu ametulia anaangalia. Kwenye sherehe yangu mimi nataka huyo MC. Okay. Shughuli imeisha, MC samahani. Tapata namba yako. Yaani hatuwezi kuacha kutoa namba kwa sababu yani ndio kazi inayokuja. Lakini vipi upande wa labda kwenye mahusiano yako, haikupi changamoto labda ile the way labda watu wanakutafuta kwamba tunatamani tufanye kazi? Unajua muda mwingine mtu anapiga simu wakati ambao sio mzuri, mtu hajui kwamba uko vipi. Anapiga simu saa 5 usiku wakati umetulia na familia na nini. Haikupi changamoto kama hiyo? Na kama ikitokea vipi, shemeji yetu ni mvumilivu? Ni mwelewa sana. Mwelewa sana. Kwa sababu watu binafsi mimi wanaamini kwenye falsafa moja. Unapooa mara nyingi
ili match, maana yake mwanamke anatakiwa aingie kwenye falsafa za kwako. Ndio? Akiingia kwenye falsafa za kwako, maana yake ataishi kwenye maono ambayo wewe unatamani muyatimize. Maana yake yeye atakuwa ni mtu ambaye kuna kitu fulani tungekiongeza, kuna kitu fulani tungekiongeza. Kwa akija kwako anajua kabisa hapa nimekuja kwenye hii familia ama nimekuja kwa huyu mtu anafanya 1 2 3. Kwa atafahamu namna ya kuhandle. Kwa pengine simu inapigwa saa 5 usiku. Mtu kwamba MC nimekukumbuka nilikuwa Instagram hapa nilikuwa nikichapia nimeona kazi yako. Unafanyaje kazi? Kwa hiyo inabidi ujibu kwa wakati kwa sababu yeye ndo anapata nafasi muda anataka aulize. Inabidi tu umuelezee vizuri basi. Muelezee tu vizuri kwamba kazi zangu nafanya 1 2 3. Lakini kwa muda mzuri naomba nitafute kesho. Basi inakata vizuri. Kwa hiyo hii sio changamoto kwako. Kwangu mimi sijaona kama ni changamoto. Sijaona kama ni changamoto kwa sababu mimi nachukulia yani mimi nachukulia changamoto ni kama fursa. Yani the way watu wanaiona kama changamoto, mimi naiona kwangu ni fursa. Kwa sababu ni moja ya kupata mteja pale. Okay, kwa watu ama vijana ambao wanatamani kuwa kama wewe pengine na wanatamani kujua labda pengine unawezaje hasa kuwa MC ama kuwa mshereheshaji, ni vitu gani labda hasa ambavyo anaweza akavizingatia ili aje kuwa mshereheshaji mzuri zaidi? Vitu vizuri ambavyo ni vya muhimu ambavyo nahitaji kuvizingatia kwa mtu anatamani kuwa kama MC Shija. Kesho, leo. Cha msingi kabisa kwanza ni nidhamu. Nidhamu ya kile ambacho unachokifanya. Yaani haijalishi unakianza kwa udogo kiasi gani. Kipe tu nidhamu kwamba ninakiheshimu hiki kitu. Lakini cha pili, kipe thamani. Kwamba hiki kitu mimi nakipenda na nini. Value yourself. Yaani wewe kipa thamani tu wewe mwenyewe. Yaani anzia wewe mwenyewe kujipa thamani kama mimi sasa hivi ni fulani. Kwa hiyo behave kwenye hicho unachokinani. Anza kukiishi wewe kabla wengine hawajakiishi. Alafu cha pili, kipe muda. Okay, umezungumzia nidhamu. Labda ni nidhamu gani ambayo inahitajika ili uwe MC mzuri? Nidhamu mojawapo ni tukizungumza nidhamu ni uwanja mpana kidogo. Tukisema nidhamu tumekupa fursa leo hii ya kufanya labda tuseme labda party yetu ndogo tu ya happy birthday labda nyumbani. Tukizungumza nidhamu ni pamoja na uchaguzi wa kuchagua ni lugha gani nitumie kulingana na eneo husika. Hiyo ni moja ya kipengele ambacho tunaweza tukakiingiza kwenye nidhamu. Uweze kufika pale unakuta pale vijana, yani sherehe iliyozunguka pale ina wazee wengi. Halafu kaanza kutumia lugha ambayo unaijua kabisa kwamba hapa ambao wanaweza nikizungumza hii lugha hii wakaifurahia hawapo. Hiyo ni nidhamu. Kwa hiyo ukishaweka nidhamu tu kwenye namna gani unafanya kazi zako, ni rahisi sana wewe kukusogeza mahali. Maana yake watu watakupa value kwamba huyu bwana mkimchukua akiona kuna wazee kuna nani anapiga kidogo huku anapiga kidogo. Lakini ukiwa ni mtu ambaye ukifika sehemu fulani unaona kabisa lika lililopo hapo ni la vijana. Unaenda na lugha ambayo unajua kabisa lugha unayotumia ni ya miaka ya nyuma kidogo, labda umeona kuna watu walika hilo hautawezana nao. Nidhamu kwenye issue ya nidhamu hapo utakuwa kuna vitu fulani umevimisi. Okay. Ndio ile mtu anakuambia huyu ni MC wa sherehe za vijana. Kwa sababu anajua matamshi yako unayotumia. Yaani nidhamu yako kwenye kazi, nidhamu yako kwenye wakati kazi ya mshereheshaji, yani eneo lako la kwanza la ofisi sio ndani hapa. Ni pale tunapokuwa ukumbini. Yaani ndio ofisini kwako. Kwa hiyo nidhamu yako ukiwa pale namna unavyohudumia wateja wako kwa wakati huo ndio chachu ya wewe kupata kazi nyingine kesho. Ndio chachu ya wewe kupata thamani kwamba huyu mtu ana kitu. Hivyo nina sherehe ambayo inahusiana na vijana tu. Ama tuseme umechukuliwa labda kwenye sherehe ambayo inahusisha wamama tu. Yes. Hauwezi pale ukaingia na kodi ambazo unazijua kabisa hizi kodi ndio niziseme kwa wanaume. Yaani kwa wakati wote ufungue faili ambayo linahusiana na wanawake tu. Hapo ndo tutawezana nao. Hapo ndo tunazungumzia nidhamu, selection ya maneno, selection ya kutambua watu wako unawasherehesha kina nani kwa wakati huo. Ukishaweza kulitambua hilo kwa sehemu, kwa mshereheshaji anayetaka kuwa kama MC Shija, kwa sehemu utakuwa unaenda na unafaulu. Okay, mtazamaji wa Citizen Plus TV, nafikiri umeweza kusikia kile ambacho MC Shija
ameweza kukizungumza hapa, na natumaini kwamba utakuwa umeweza kujifunza kwa namna moja ama namna nyingine, lakini pia ameelezea vitu vingi sana. Lakini pia kitu ambacho pia natamani hata wewe ama nadhani hata wewe pia unaweza kujiuliza kwamba kwa nini MC Shija ameweza kuwa MC wakati amesomea kitu kingine. Labda tuanzie hapo. Umesema umesomea? Mimi kwa taaluma mimi ni fundi sanifu wa maabara. Kwa Kiswahili sanifu wanasema ni fundi sanifu wa maabara, lakini ni lab scientist. Okay. Kwa mimi ni mtaalamu wa maabara, nimesomea masuala ya maabara. Okay. Na nipo ninaendelea kufanya kazi katika hospitali ya wilaya ya Kiteto. Okay. Ndio eneo langu la kazi. Ndio eneo langu la kazi. Mwingine unakuwa wewe unapenda kutumia neno tu daktari. Unakuwa daktari afu unakuwa mshereheshaji. Unawezaje? Inawezekana. Okay. Inawezekana. Na nafikiri huu ndio uwanja sasa wa kuweza kuwajibu watazamaji wetu pia, lakini pia hata vijana ambao wana vipaji tofauti na kile ambacho amekisomea, ama anaweza kusema career yako na talent yako. Career yako ndio ile ambayo umeisomea, talent yako ile ambayo iko ndani yako. Unawezaje kuvichanganya hivi kwa wakati mmoja? Yani hapo swala ni muda tu. Yani ikifika wakati ambao tunakutaka uwe daktari. Yes. Vaa uhusika wa daktari, fanya kazi za udaktari. Ukimaliza, tukikutaka uvae uhusika wa ushereheshaji wa MC, vaa uhusika wa MC na takafanya. Kila kitu kipe muda tu. Basi. Kila kitu kipe tu muda. Kwa kila kitu kinawezekana. Kila kitu kinawezekana. Yaani even unaweza kuwa na talent hata 4. Yes. Na hiyo career yako zote unakazifanya. Tuna watu sisi ambao nakutana nao ni mhasibu. Sawa, ni mhasibu. Yes. Anafanya kazi kwenye shirika fulani mhasibu, lakini muda huo ni mpambaji. Umeona? Yeah. Lakini muda huo ni mtu anatengeneza keki. Yes. Upo. Na kazi hizo zote anazifanya. Bila changamoto yoyote. Wala bila hata changamoto. Alisha manage tu kwenye muda. Sasa hivi ninatakiwa nikaonyeshe uhasibu wangu. Yes. Nenda kaonyeshe uhasibu wako. Uonyeshe vile ambavyo umeusomea. Mimi ndo mhasibu hapa. Onyesha uhasibu wako. Sasa hivi natakiwa nikapambe. Nenda kafokee ukumbi. Yaani hapo tena foka vizuri. Tuna shida na keki. Hamisha mafaili, weka mafaili ya keki. Inawezekana kabisa. Kwa mimi na afford tu, ndio maana unaona nipo hapa. Okay. Naendelea kufanya tu hizo kazi. Nikitoka kazini, kama kuna kazi nyingine ya ushereheshaji na henda. Unaweza kwa mfano ukiwa night, ishi na watu tu vizuri. Nishike hii shift, nina kazi ya usiku leo. Mtu anakushikia, mna switch. Zamu, unaenda kufanya sherehe yako, kesho unarudi unafidia kazi ya mwajiri. Okay. Nafikiri pia umeweza kuzungumza kitu cha msingi ambacho pia hata mtazamaji wetu atakuwa pia ameweza kupata kitu hapo. Kumbe unaweza kuwa una career yako umeisomea, lakini pia unaweza kuwa una talent yako pia ukaifanyia kazi kwa wakati mmoja. Okay, mtazamaji wa Senders on Plus TV, bado tunaendelea na interview yetu nikiwa na MC Shija ambaye tumepata nafasi ya kuweza kututembelea hapa, mpata nafasi ya kututembelea hapa ofisini kwetu katika ofisi zetu za Senders on Plus TV. Lakini kubwa zaidi ninachokuambia mtazamaji wetu, usiache kusubscribe, usiache kushare, usiache kushare kwa wengine ili na wenyewe waweze kujifunza kwa namna moja ama namna nyingine. Mimi kitu ambacho naamini kwamba vipindi huwa tunavifanya ni vipindi ambavyo vinakuwa inspiration sana kwa vijana. Tunatamani pia kwa kijana, hasa kwa kijana ambaye una kipaji ama pengine hujagundua kipaji chako ama hujagundua talent yako, basi ni wakati nzuri ambao wa kugundua ama kutafuta kipaji chako ni kipi ili kiweze kukwamua kwa namna moja ama namna nyingine. Unajua kuna watu wengine wamesoma lakini elimu zao hazijawasaidia chochote. Inawezekana kama hujasoma una kitu kingine. Na ama unaweza kusema zawadi ambayo Mungu alitupatia sote binadamu ni kipaji. Kwa sababu zamani ama enzi hizo ambazo sisi hatukuwepo kulikuwa hakuna mambo ya elimu. Kwa Mungu aliweka kipaji ndani yako ili kikusaidie. So kila mtu naamini kwamba ana kipaji. Tafuta njia yako ama tafuta kipaji chako ili kiweze kukusaidia kwa namna moja ama nyingine. Kama ambavyo tumeweza kuona kwa MC Shija, career yake ni mtaalamu wa maabara lakini pia ni MC na ameweza kufanya kazi nyingi na anafanya kazi nyingi. Hivyo basi kwa hiyo pia una nafasi kubwa sana ya kuweza kupambania talent yako ili uweze kujua unaweza kutoboa vipi. MC Shija, tukielekea mwishoni pia labda una neno gani la kuweza kuambia
watazamaji wetu hapa wa St. Zone Plus TV, neno gani ambalo unaweza kaambia ikiwa ni kijana ambaye anatamani pia kupambania kipaji chake? Ambacho naweza kukisema ni kwamba cha kwanza kabisa watu waamini sisi vijana ambao tunachipukia kwenye hivi vipaji mbalimbali. Tuwaamini ni vijana ambao wanakuja. Madam tu kijana ambaye anakuwa anatambua ile misingi ya kusimamia kalama yake, ni rahisi sana kukufanyia kazi nzuri zaidi. Pengine unaweza akawa ni mtu ambaye akakuonyesha maajabu tofauti na wale ambao wanashatengeneza majina makubwa na nini. Cha msingi watu waamini, watupe kazi, tufanye kazi zao, watafurahi. Yani hatuna vitu vingi. Yani ukikutana na mtu ambaye yupo kwenye misingi ya kusimamia kile ambacho anakiamini kwamba mimi ninaamini, yani ana nidhamu, anakipa thamani kitu chake, lakini ana uwezo wa kukisimamia, ameshakipa muda kitu chake, lazima atakuofa kitu kizuri sana. Lazima atakuofa kitu kizuri sana. Niamini mimi. Sasa hivi kitu ambacho nafikiri tukiwa tunaelekea mwishoni mwa interview yetu, sasa hivi tumeona ama tunaona watu wengi ambao wana vipaji. Lesi unakuta ni msanii lakini anajiongeza na kuwa mwigizaji, ama unakuta MC anajiongeza na kuwa mtangazaji, ama yani unajua hiyo kitu labda pengine MC Shija, tukiwa tunaelekea mwishoni mwa interview yetu, unaweza kutuambia kama una kipaji kingine zaidi ya UMC? Kipaji kingine kipo, labda tuseme mpira. Ni mchezaji. Nimecheza mpira nzuri tu nimecheza mpira mpaka kwenye level ya mkoa. Cheza mpira kwenye level ya mkoa. Kwa maana mpaka sasa hivi mpira upo. Mpira upo. Wazungu wamo. Wazungu wamo. Kama kwenye milingoti mitatu pale. Unyama sana. Unyama sana. Golikipa mmoja mzuri sana. Kwa hiyo kuna mtu anaangalia hapo kwa wasiwasi, lakini golikipa mmoja mzuri sana. Lakini kwa sababu sasa hivi mpira bwana, na umri wangu huu, naonekana kama umri unaruhusu, lakini umri umeenda. Kwa sasa hivi kwa mpira nafanya kwa maana ya kama sehemu ya mazoezi, lakini sana nimejikita sana kwenye ushereheshaji. Nimejikita sana kwenye ushereheshaji kwa sasa. Nikushukuru sana MC Shija. Nashukuru sana. Nafikiri kabla hujaaga, nafikiri unaweza kutaja social media zako ambazo unapatikana, ili mtu akihitaji kufahamu ama kuona kazi zako, lakini pia anakupataje ama kukudim kwa namna gani hapo. Unaweza kuitaja social media zako ambazo wewe unapatikana? Sawa. Kwa Instagram ninapatikana, unaandika tu mc.shija. TikTok pia unaweza kaandika tu mc.shija, lakini kwa wale ambao wanatumia WhatsApp kuna namba ya Voda ambayo ni 0769762102. Hiyo unanipata. Wakati wote. Wakati wote. Wakati wote. Mimi ndo na muda mwingi nasema mimi ndo mlinzi wa social media. Kwa hiyo muda mwingi nakuwa niko online. Kwa hiyo wewe njoo WhatsApp utanipata. Kisha sema ndo mkoo utanipata. Namba hiyo pia unanipata. Kwa hiyo karibuni sana mtu support. Instagram yani ndo ofisi yangu Instagram, unaandika tu mc.shija utatupata. Wewe unaenda popote pale. Iwe ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania, tunakuja. Nikitaka nisahau kabla tujamaliza, umekuja na tuzo. Hebu tuambie hizi zilikuwa ni tuzo za nini hasa? Ya kwanza ambayo nimekuja nayo ilikuwa ni tuzo ya Chuo Kikuu cha St. John. Ambayo ilifanyika mwaka jana, nikashinda kama mshereheshaji bora mwanafunzi. Lakini ya pili nimeshinda tuzo ya mshereheshaji bora kijana mwenye mchango kwenye jamii yake, ambayo imeandaliwa na shirika la Afrigrow ambayo liko Kenya. Tuzo hizo zilifanyika tarehe 4 mwezi wa 10 pale Lungwe Hotel Dar es Salaam. Kwenye kategori yetu ya MC tulikuwa MC 7. Mungu ni mwema, nikashinda hiyo tuzo. Kati ya MC 7 kama MC 7 nikawa mshindi. Kijana kutoka St. John, basi nikaibuka mshindi. Kwa hiyo watazamaji wako wataona mwishoni, tutaonyesha tuzo. Ipo, nimeileta ofisini hapa. Center Zone TV. Kwa hiyo Mungu ni mwema, tunaendelea kutambulika. Ndio maana mwanzo nimesema watupe kazi. Watupe kazi wakaone kazi. Kwamba uwezo upo. Uwezo upo. Uwezo upo. Wasiwe na wasiwasi. Wasiwasi wa nini? Yani tukikutana kwenye sherehe, mambo binafsi ukikutana na MC Shija kwenye sherehe zangu, huwa nina principle ambayo ina vitu vitatu tu. K hizi.
K3. Na kwenye sherehe siku zote tunachotamani ni hizo K3 na ndio ambazo mimi naziishi. Ukinipa tuanze hapo. K ya kwanza. Bado ni gani hizo? K ya kwanza Ndio. Mara nyingi huwa hainihusu sana, lakini huwa najitahidi kuizingatia. Ndio. Itekelezwe kwa wakati kula. Hiyo ni K ya kwanza. Ndio. Hakikisha watu wangu wote, na hakikisha watu wangu wale mapema. Ndio. Lakini K ya pili, na hakikisha watu wangu wamecheza. Ndio. Ukumbini tukija kwenye sherehe tunakuja kushereheka, ndio maana neno sherehe lipo. Mula hamna ibada, hamna nini. Kule ni kushereheka. Kwa watu wacheze. Lakini ya tatu, na hakikisha nasimamia watu wacheze. Kwa tunakula, tunakunywa na tunacheza. Ndio. Hasa hapo kwenye sherehe kuna kitu ambacho unaweza ukawa unaendelea kumdai MC Shija. Hapo. Bahati umekuja kwenye sherehe, umekula, umekunywa, umecheza. Ukitoka hapo kuna kitu unamdai MC Shija. Hapo hakuna kabisa. Hamna. Tupeni kazi jamani. Tuje tule, tunywe, tucheze. K ni hizi. K3. Okay. Mtazamaji wa Citizen Plus TV, nafikiri umeweza kusikia MC Shija yeye ana principle yake ya K3. Ukitaka kuzijua hizo K3 basi mtafute ama mpe kazi utaweza kuzifahamu hizo K3. Bwana, mimi ni Tobati Mkulia, mpaka wakati mwingine, bye bye.